ikiwa kazini kwako kuna hiyo 401k ambayo iko matched, yani wanakutilia ile percentage fulani hivi na wewe unatia percentage fulani, basi ni vizuri ama eri uweze kufungua Roth IRA instead. Na Roth IRA hii haipatikani uko kazini, ila wanahitaji pia uweze kuwa na income wala kipato chochote, kama ni cha kazini wala cha business yako kama vile self-employed na mengine, ila wanataka tu hakikisha ya kwamba kuna kipato ambacho kinaingia huko kwenye benki. Sasa unapofungua hii account ya Roth IRA, acha tu define kidogo kwanza. Roth IRA yenyewe ni tofauti na hiyo 401k. 401k inapatikana ni kazini tu, lakini Roth IRA inapatikana nje ya kazi. Utaweza ukaipata sehemu za benki, utaweza ukafungulisha online kupitia account fulani wala system fulani ambazo ziko na hiyo stock market na mengine kama brokerage account. Sasa hiyo Roth IRA ni individual retirement account. Inaitwa individual retirement account kwa sababu ni account ambayo imeweka pale kwa kuweza kukusaidia wewe mfanyakazi wala wewe ambao unakuwa na kipato, wakati utaamua ya kwamba unataka uanze kujitegemea utumike, basi inaanza kusaidia. Wakati utaamua unaacha kazi, itaanza kufanyia kazi. Yani inakuwa kama ni njia ya kipato chako kingine wakati umezeeka zaidi. Inatumika vizuri zaidi ukivumilia mpaka wakati unafika uzeeni. Ila pia utaweza ukatoa pesa ndani ukiwa hata haujazeeka. Sasa cha kwanza ambacho tunaanza nacho, kwa nini hii Roth IRA ni nzuri sana na wengi wanaiprefer na matajiri wengi walipitia njia hii kuweza kufikia mafanikio. Roth IRA inakufungulia mlango ya pesa zako kukua ndani ya bank account wala hiyo savings ya retirement zinakuwa tax free, yani zinakomala, zina grow tax free. Na wakati unaamua ya kwamba unataka ufanye withdrawal wala uanze kuondoa pesa wala ucollect pesa kwenye benki hiyo wala kwenye account hiyo, unachukua bila kulipa tax yoyote, tofauti na 401k ambayo unalipia tax ukitoa pesa yoyote ndani wakati ambao unaamua kuanza kutoa, ikiwa ni uzeeni wala very soon kwa wakati ambao unahitaji hizo pesa. Na kingine cha kufuatia, utaweza ukainvest tu 7,000 kwa mwaka, $7,000 kwa mwaka mzima ndani ya hii Roth IRA. Hiyo ni system ambayo government imeweka hapo kwa kuweza kuhakikisha ya kwamba kila kitu kiko sambamba, kila kitu kinatumika sawa. Ila sasa ukikuwa umeshaeneza miaka zaidi ya 50, zaidi ya 50, unaruhusiwa kuweza invest zaidi kidogo, kama vile 8,000, 8,000 utaweza ukainvest kwa mwaka mmoja. Na cha kufuatia tena, hii account ya Roth IRA, kwa sababu ukiamua ya kwamba unataka uifungulishe, uko na access ya kuweza kuifungulisha online wala kwenye benki yako ambayo unatumia kwa sasa. Sasa hii je, inatumika aje? Hii type ya account ya retirement account, jinsi inavyotumika ni wewe unaweka pesa ndani ya account hiyo, kisha account hiyo, yani pesa ambazo umewekeza humo zinaanza kukua, zina grow mpaka gisi zinaanza kufaidisha, gisi miaka inaenda, gisi siku zinaenda, na vile vile na wewe pia unazidi kufaidika. Na pia utaweza ukachukua wakati una retire wala wakati ambao unasema mimi nimechoka kutumika, sasa miaka yangu imeenea kama vile 60, 50, yani ni wewe ndio unajiamulia tu wakati utapenda kuanza toa pesa ndani. Kisha tofauti na E401k wala 403b wala 457b, hizo zinapatikana kazini,
mpaka ukue unatumika kwa kampuni fulani na wanakuwa na hizo plan, ndio kwenye unazipata huko. Hii Roth IRA haipatikani uko kazini. Ni account ambayo unaifungua kibinafsi. Utaweza ukaifungua online. Gisi nilivyosema tena mbele, utaweza ukaifungua sehemu ambapo unaweka pesa zako za savings, checking account huko pia ukiamua. Hata ukitembelea Bank of America wanakuwa nayo, ukienda credit union pia wanakusaidia hata kuifungua, na wanakuuliza maswali gisi unataka uweze kufungua hiyo account. Yani inafuatana na wewe mwenyewe gisi unataka ufanye. Ila sasa ukiamua ya kwamba unataka uifungulishe online, utaenda kwenye Google, unaandika Fidelity. Ukiandika Fidelity Investment, itakuletea website ya Fidelity. Una click pale, kisha unafungua hiyo account. Utabonyeza sehemu ambapo inasema product, unachagua Roth IRA, basi una invest mule. Na ukitaka kusoma zaidi ni vizuri unasoma hiyo information zaidi. Pia vile vile Vanguard pia inakuwa na hiyo choice ya kuweza kuchagua Roth IRA, na pia kunakuwa Schwab pia inakuwa na jinsi ya kuweza kupatia hiyo account ya Roth IRA. Wala utaweza kaandika Charles Schwab. Maana yake ni hizi tatu. Labda kuna zingine huko nje, ila ukifungulisha kwenye Fidelity, Vanguard wala Charles Schwab, kwa sababu hizi zinajulikana tena zaidi, pia ni vizuri. Yani maamuzi ni yako mwenyewe. Na hii account ya Roth IRA iko easy sana kuweza kuifungua. Ni rahisi sana kuweza kuifungua. Kama vile gisi ungefungua account yako ya checking na savings uko kwenye benki yako, ndio hivyo gisi unafungulishaga hii account. Na zaidi tena ukiwa uko tayari na account ya checking na savings, sehemu ambapo unafanya hiyo banking yako, pia huko itakuwa rahisi tena zaidi ukifungua huko hiyo Roth IRA. Na baada ya wewe kufungua hii account, sasa hapa itabidi ujipange vizuri, uweze kuangalia gisi utaandikisha account yako ya savings wala ya checking, na kuangalia gisi utatuma pesa ziende mwi account ambayo umefungua ya Roth IRA. Baada ya kutransfer hizo pesa ama kuzituma ndani ya hii account ya Roth IRA, basi utafanya aje sasa? Unakuta hizo pesa humo ndani. Ukipenda utaweza ukaweka kidogo kidogo. Uko na hiyo option ya kuweka nyingi wala unaweka kidogo kidogo. Kuna watu wengine wanasema mimi sina pesa nyingi, ndaanza na kidogo kidogo, $10, $50, $20. Yani ni wewe ndo unajiamulia how much utaweka ndani. Na kuna mwingine anasema nataka nifanye ile lump sum. Lump sum ni kusema ya kwamba uko na fungu ya pesa ya pamoja, unapenda yote uiweke mu Roth IRA. Pia utaweza ukaenda na hiyo choice, yani yote ni maamuzi yako. Baada ya kufanya hiyo transfer, umeshaweka pesa kidogo huko wala hiyo lump sum ndani ya Roth IRA. Sasa usiiache ibaki hivyo hivyo, kwa sababu ukiacha inabaki hivyo hivyo bila kuinvest sasa stock market, ni kama vile ungefungua tu savings account na unaacha pesa mule ndani. Sasa kwa kuepuka kupoteza muda na kupoteza advantage ambayo uko nayo ya kuweza kufaidika ukiinvest hayo sasa stock market, sasa hapa cha kufuatia inabidi ujifikirie gisi ya kuinvest mu stock market. Na sasa kitakachofuata ndani ya hiyo Roth IRA hiyo ambayo umefungulisha, sasa inabidi sasa ujifikirie utainvest sehemu gani. Example ambazo nataka nikupe utaweza ukaziandika. Kuna moja inaitwa stock index funds. Narudilia tena, stock index funds. Kuna ingine inaitwa bond index funds. Ukipenda unafungua tena ndani ya bond index funds. Na pia kuna kwa international index fund.
Narudia tena, International Index Fund. Hakikisha umeziandika chini ili uweze kuzirudilia utakapopata muda wa kuweza kuzitafuta. Pia utaweza ukamatch, yani utaweza ukatumia hiyo 401k yako ya kazini, kama ni 403b wala ya 457b. Kama unayo kazini sehemu ambapo unatumika, utaweza ukakuwa unatumia hizo, na pia umefungulisha hii Roth IRA. Hamna tatizo, hakuna kizuizi chochote, yani ni maamuzi yako. Lakini ukiama kazi na unaona kwamba labda hutatumika tena kwa hiyo kazi ambayo unakuwa weko, na unaona kwenye utahamia hawana tena hizo zingine account, ungependa kuhamisha hizo pesa zako uzi roll over ku Roth IRA, wewe ni kuambia tu ile kampuni ambayo unawekeza hiyo 401k yako, unawaambia nataka ni roll over pesa zangu ziziko mu 401k. Ukiacha tu hivyo employer wako wala kampuni ambayo ulikuwa unatumikia hawatakusaidia ku roll over hizo pesa. Inabidi wewe ndio uchukue jukumu lako na kuweza kuwapigia simu wahusika ambao walikuwa na husika na hiyo account yako ya 401k wala hizo zingine ambazo nimetaja huko juu. Sasa tuweze kuzungumza sasa, kwa nini tena, narudilia tena ile ya mbele, kwa nini watu wengi wanaona ya kwamba ni vizuri zaidi kuweza kufungua account ya Roth IRA wala account ya Roth individual retirement account. Hii account, kwa nini wengine wanatamani ya kwamba ni vizuri wala wanashauria wengine ni vizuri sana kufungua hii account? Ni kwa sababu inakuwaka 100% sample, 100% tax free, na kunakuwa minimal fee, yani hautalipa pesa za ajabu utakapokuwa unawekeza huko, au utakuwa unalipa pesa za ajabu kama zingine ma retirement account. Hii Roth IRA pia inakupa more investment option, yani inakufungulia mlango ya kuweza kuinvest mu account tofauti nyingi, tofauti na hii 401k huko limited, ile ambao watakusaidia tu kuinvest ndani huko kazini kwako, na ndio hivyo. Lakini hii Roth IRA ni wewe ndio unaamua sehemu ambapo utawekeza hizi pesa zako. Pesa ambazo umeweka mu Roth IRA ni wewe ndio unaamua. Ikiwa unasema mimi ndaziwekeza mu Apple, ndaziwekeza mu McDonald's, ndaziwekeza mu Microsoft, sijui ndaziwekeza mu Tesla na vitu mbalimbali, yote ni maamuzi yako kwenye unataka kuwekeza. Pia hakuna minimum distribution. Wakati unaamua kuanza toa pesa zako, eti utalipia sijui hivi na hivi, azipo hizo. Ndo kizuri ya Roth IRA. Pia hata kama inakuwa na uzuri wake, kila kitu kina uzuri na ubaya wake. Sasa ubaya sio ajabu, lakini nataka tu nikwambie ili uweze kujua. Cha kwanza, disadvantage, yani mabaya ambayo nayo pia inakuwa nayo, labda vitu fulani ambayo imekosa, ni kama vile ukikuwa na 401k unafanyaka ile ambayo inaitwa tax deduction, na kuna mara unakuta ukifile tax unakuta wanakurudishia kama tu pesa tudogo uko kuma taxes yako. Ila hii ni tofauti kidogo na hiyo. Hii Roth IRA autoi ile deduction. Kwa sababu gani? Njogisi imewekewa hivyo, yani wewe unalipa tax kabla ya kuanza wekeza, na kisha ukiwekeza huko inakomala bila wewe kukuwa na wasiwasi eti utalipa tax after wala baadaye. Kwa sababu ndivyo gisi imepangiliwa ikuwe, kwa kuweza kuwasaidia wafanyakazi watu wenye kipato cha hapa na pale, watu ambao wanajituma zaidi. Kisha cha kwa example ambayo nilitaka kutoa, tuseme ukiona hiyo tax deduction ambayo tunaongelea, ukiweka pesa zako mu 401k unawekeza 10,000 leo, kisha baada ya miaka 30 hiyo 10,000 inakuwa inafika hadi 1,100,000.
100,000. Sasa ikifika hapo kwa hiyo level, kwa hizo pesa amount, kwa hizo amount, hiyo kiwango cha pesa, sasa unakuja kukuta ulikuwa mwanzo unaweka hizo pesa mu 401k bila kulipa tax, ila pia kuko ndo ulikuwa unachukua advantage ya hii deductible, hii deduction, tax deduction. Sasa baadaye, sasa ukiamua kwanza toa pesa, itabidi hizo pesa zote, yani hizo $100,000 itaomba uzilipie tax wakati utakuwa unatoa pesa, kama vile gisi unalipa tax unapokuwa kazini unatumika. Kila wakati unapokea ni lazima tax itoke ndio upate pesa zako. Sasa twende na example ya pili ya Roth IRA gisi ilivyo. Roth IRA ukiweka 10,000 unainvest ndani. Hapo umeinvest baada ya kulipa tax ya government. Sasa baada ya kulipa tax ukainvest hiyo 10,000. Hiyo 10,000 muda wa miaka 30, muda wa 30 years, ikazaa $100,000, $100,000. Sasa ya dola. Hiyo $100,000 hapo inakuwa tax free. Sasa ukiamua unaanza toa pesa zako, hautalipa tax yoyote, lakini au kupata advantage ya ile deduction huko juu, lakini yako iko tax free. Na ndiyo maana watu wengi wana prefer hii method, kwa sababu tax kila mwaka zinapanda. Sasa hatujui wakati ambapo unaamua kwanza toa pesa zako mu 401k, labda tax itakuwa imeshakuwa juu zaidi, tofauti na gisi Roth IRA inatumika. Ndio maana watu wengi wana prefer Roth IRA. Sasa ikiwa unakuwa na kipato cha juu, kuna mara unakatazwa kuweza kufungulisha hii account ya Roth IRA, yani ni automatical rejection. Sasa ili usiweze, kwa kuweza kujua, labda tuseme kwa kuweza kujua ngapi ambayo utaweza kuhitaji, inabidi ambayo iko kwenye mwaka huu, kwa sababu inafatana na inflation. Inflation ikipanda kuna mara ikishuka, mambo ikiharibika huko, unakuta wanatengeneza tena, wanabadilisha manamba huko. Sasa mwaka wa 2024, mwaka wa 2024, 2024, kwa single ulikuwa ukiingiza $161,000 ya dola kwa mwaka, walikuwa wanakukatalia kuinvest mu Roth IRA. Yani ukiingiza $161,000 wala $161,000 kwa mwaka kwa single, unakuta wanakukatalia usiweze kuinvest mu Roth IRA. Na ukiwa kama umeoa na unataka kuinvest, na wanapiga hesabu ya wewe na mke wako wala wewe na mume wako, unakuja kuta total mwaka wote mzima mnatumikia $240,000, basi wanawakatalia kuweza kuinvest mu Roth IRA. Yani ukiingiza wewe na mke wako, mlikuwa mkiingiza desa 40,000 para, wanakukatalia. Wala tuseme $240,000 kwa mwaka, ulikuwa ukiingiza hiyo, wanakukatalia kuwekeza mu Roth IRA. Lakini ni vizuri kuweza kujiransenye, kutafuta hiyo information ili uweze kujua kama kipato chako kiko sawa, ili uweze kuinvest ndani ya Roth IRA. Sasa kwa ushauri wa kuweza kumalizia hii kesi yetu, ikiwa labda uko na swali, unataka ujue sasa nikianza kuinvest, unaona nianze wapi mimi mwanza mwaka? Kwa ushauri mzuri, ikiwa unatumikia company fulani na huko wanakupa hiyo 401k ambayo iko matched, yani wanatoa percentage fulani, wanakuongezea kwa percentage ambayo wewe unawekeza, basi chukua ile kwanza, anza nayo ile, kwa sababu itakusaidia gisi ya kujifunza polepole gisi ya kuinvest. Na kama hawana hiyo account ya kumatch, yani wao hawakuweki na match hiyo 401k, basi nenda ukafungulishe Roth IRA, kwa sababu Roth IRA ni nzuri zaidi ya 401k ambayo haiko matched.
na ukikuwa na swali zaidi basi utaweza ka drop comment uko chini ili tuweze kujadiliana zaidi.